tusomere mukama. Kwa siku ya leo kwa siku ya leo ninapenda niseme neno la Bwana kwa elimu yangu. Today I would like to speak the word of God in my mother tongue. Amen. Hagokeo shadero ningonza ndebeze hagulumi ruange. Leo ninapenda nihubiri katika lugha mama yangu. Kwa lugha kwa ulimi ruange nyaziriwe nawo nuo ningonza mbazeho hagokango cha ruange. Kwa lugha yangu niliyozaliwa nikiongea ndio nataka nitumie kwa kusema maneno ya Mungu siku ya leo. Amen. Kwa sababu kila mtu akiongea lugha yake anafurahi. Kwa sababu Mungu alipotuumba alipendekeza kila mtu awe na lugha aliyozaliwa akisema. Ningenda kusema wanga. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo kunisimamisha mahali hapa. Kunisimamisha siku ya hapa kanisani mwake ili niongee neno lake. Amen. Nilikuwa napendekeza nishukuru kwanza kidogo. Jana jioni Tupeleke no mwana mpeito nyakroho wa ibere arweire. Mtoto wetu mdogo ule wa mwisho mwenye kuwa kuziwa na mama yake aligonjwa jana. Hizo kasiba kurungi. Jana alishinda na iko vizuri. Na watame akicheza na wenzake. Umwana kubiazeiwe. Wakati mtoto huyo alipozaliwa akasangwa anyine endwara yokuramba na kukanaka. Alizaliwa akiwa na magonjwa ya kutapika. Omwana ogu proga hata ino mwaka gumune miezi kama ngahe betendware ke mgumireho yokutanaka kinamana mwana. Alizaliwa akiwa na magonjwa hayo, lakini sasa ana mwaka mmoja na miezi fulani, lakini mpaka leo angali na magonjwa hayo. Kaleta mwili wako tuagara bini. Tulimchukua hospitalini wakafanya iwezekanavyo. Kandi waroho mtanyo mategan abantu bone banyo taganyo. Na hatumii maziwa haya tunayotumia sisi sote. Anywa mate kama dokta wa yamhandikire. Ana maziwa yake binafsi mganga aliyomwandikia. Kwa matanga ho mundu ahaho paka tukora manu ya bana makora manu paka gura halaini. Maziwa hayo yakituishia ndugu zake wanajitahidi ili wayanunue kwenye line. Paka mata ngono nayo. Paka maziwa hayo ndio anayotumia. Kondelangana ne ndwara yake bakamtanga mate ya abantu bone bayo. Kulingana na magonjwa hayo anayo walimkataza maziwa yote hayo tunayotumia. Kero isia kwa okutanaka vile wesa mkale zikero. Wakati anaanza kutapika anaweza tapika hata tangu usiku wa manane. Samkale zikura haise zingaizia kwa kutanaka. Wakati mmoja nikamatika kutapika ilikuwa saa 6 za usiku. Leo kero cha leo keno. Usiku uliokucha ya tanakira kitu tuagara vile ya lema. Alitapika sana, tukafanya tuwezavyo ikashindikana. Ya tuamu kumleta paka hiwaro ikero. Mama akajitahidi amchukue hospitalini usiku. Wile kwa samsanse mnane kabutuli hana spao. Ili saa 7 ya usiku, saa 7 saa 8 tulikuwa tuko hospitalini hapa Spero. Tukakire muka nyencha. Tumerudi nyumbani asubuhi. Numrora wenyine yenye na bana teizere. Unaona mama watoto wangu hakuja. Na Esther na teizere hani. Na Esther hakuja hapa. Bajino otoro babiamere tubarire na tubabiamere kero. Walilala macho, kwa hiyo walishikwa na usingizi, ndio maana hawaoni. Mwana hata ino na mwana betaba bamhero mbazugwe msigira biamere betaro pora kateito. Ana mtoto alipewa dawa na mshukuru Mungu kwa kuwa saa hii anajisikia vizuri kidogo. Deka mkama nganga kinisa kumgakere. Acha sifa na shukrani zimrudilie Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Tuagenda kurora higambo chetu cha kero cha leo. Tunataka kuona ujumbe wetu wa siku ya leo. Kero mtu kwetu kwa kigambo cha leo. Neno kula ujumbe wetu wa leo. Gamba seneliro kusereke kuba ne sita. Inastahili uwe muweka siri. Sita enyine bigambo bingi muno. Siri ina mambo mengi.
buli muntu wena asemelire abe ensita. Kila mtu yote ana siri yake binafsi. Ensita esemelire kuba mkanisa. Siri inaweza kuwa hata kanisani. Government asemelire kuba ensita. Na serikali ina siri zake. Na buli muntu wena eka tayina ensita takuba eka ya mazima. Hata familia iliyo familia yenye kuwa na akili timamu ina siri zao binafsi. Mkazi numsaida asemelire kuba ensita. Bibi na bwana wanastahili wawe na siri yao. Na bana baroho bwana wasemelire kuba ensita. Na watoto walio katika nyumba wanastahili wawe na siri yao binafsi. Ensita ingine mambo vingi mno. Siri ina mambo mengi sana. Ensita kuwa tolina ensita. Ikiwa wewe si mweka siri, kuba nabo mkazi numsaida hagati ya mtu mwingine ensita. wewe mume na mume hamwekeane siri, Mambo vyanyi vyone mpaka kuja heilu. mambo yenu yote yatajulikana hivi. Noru wakiri na soke bimanya. Nao mwenye hangepasha yajua atayajua. Kuba nogenda rundu kuba nyina kutaha bawu yu mkazi. Wakati unakuwa na majirani zako wewe mama, Beti kusemeliro line sita yali omunzu. inastahili uwe na siri yako ya nyumbani yenye Sita unaweza. yali kusemeliro kutwara heilu bantu bakagrora. Haistahili siri yako ya nyumbani uichukue nje watu wote Leo wajue. kuba nobo mwisika oswirwe. Kama wewe ni binti mdogo unachumbiwa ama umeolewa, Waswerwa. Beti waswerwa mseji huku mnaku. unaolewa na mume maskini, Numduminu msere maisha. mungali unatafutisha maisha. Tikisemeliro rundu mama wao rundu swekati wawe. Hakifurahie wenda mama yako ama shangazi yako, Kukusanga rundu mhana rundu mkatale. akukutane wenda sokoni ama njiani, Kukwabisa mwana wangu hiyo pikadile mlingoki. aanze kuuliza mtoto wangu mambo yanaendeka aje kwako nyumbani. Hati iwe kubwao kumuntu. Wewe kama mtu Ojako mdondora byone byenzu yao. utaanza kumwelezea yote yanayofanyika nyumbani kwako. Oku mwange nyowe basi msejo mkapa muntu rangaki. Kwa kweli mie mume wangu sijue ni vitu gani anavyoendea, Krokini mtuli vyakuta ni nekshoro. na tulikula leo chakula chenye kila chungu. Oku tala mkazi mswezi. Ule si mwanamke mwanataka jenga Mkazi nyumba. mswezi tatuche estai heiru. Mwanamke mwenye kuwa na akili zake timamu katika nyumba wake hakuna siri. Unobaze kayamu. Hayo unayoyasema kumbuka unayasema kuhusu nyumba yako. Hiyo mseja leo ulichokemu. Na wewe mwanaume ni hivyo hivyo. Kuba nogamba we okudero nogenda kutuche sita hali na wenzi baba seja hali mkazi wawe. Wakati unaenda kuzungumza mambo yako ya siri ya mwanamke wako na yaelezea wanaume wengine, Ebi na uwanza kuishwazi wenga. wewe peke unajipatisha haya. Omuntu akusemelire kusereke sita. Inastahili ufiche siri. Joshua mkwenda Orohanga. Joshua mtumishi wa Mungu, Ya sumya yagendaga Eriko kana kukwata ensi ya Eriko. wakati alienda na wanataka kubomoa kuta za Yeriko, Akatuma baseja babiri. alituma wanaume wawili Bagende kutata ensi ya Eriko. ili wawende kuangalia na kupeleleza kuhusu nchi hiyo ya Yeriko. Bagende kutata ensi yeki. Walipoenda kupeleleza, Bagende basanga bataha mu mkazi wa mtihani. walienda wakaingia katika nyumba ya mama moya mzinifu au msharati. Bataha mu mkazi wa mtihani ogu. Walipoingia katika nyumba hiyo ya huyo mama mzinifu, Ogu mkazi ya basereka. huyo mama aliwaficha Ekitwe keki. katika eneo hilo. Aho abantu bode bahura kabantu abana wa Israeli barigere kuli kuija kutata ensi yeki ya Eriko. Wakaaji wakapata habari ya kwamba kuna Waisraeli waliokuja kupeleleza mji wa Jeriko. Ogu mkama. Kwa huo Mungu, Ogu presida wa ensi yeki. huyo mfalme wa hiyo nchi Ya tuma abantu be. akatuma watu wake Bagende bahabuzo mkazi ogu aloha atahaza abanyanchuko kuruka heiru kuja kutaha mkitweke. waende waulize huyo mama kwa nini ameruhusu maadui waingie na kupeleleza mji huo. Abantu yatuma kabisukali. Akatuma watu wa hao. Inamanya omuntu mkama na kutuma abantu natuma bisukali baine mundu. Ujue kwamba wakati Mungu anatuma, wakati mfalme anatuma, hatume watu leja, anatuma hao watu wenye wana mafundisho ya kutosha. Presida wa Extreko yatuma abantu. Mfalme wa eneo hilo akatuma watu. Wena mke mkazi huo. Waende wamuulize huyo mama. Ogu mkazi aserekera abantu. Huyo mama ameficha watu. Kabaka na sereka banyanchukwa. Kwa nini ameficha maadui? Bezire Walikuja bakaja bakahaka mkazi huo. wakafika kwa mama huyo. Bamhabuza. Wakamuuliza, Kura abantu babiri biziro mwawe. tumesikia kuna watu wawili wameingia nyumbani Abantu mwako. bezire mlingoki. Walikuja namna gani? Kazi ya gamba. Huyo mama akasema, Yabagambura masinaku bakaiza hali. ni kweli, Yabasereka. ni kweli wale watu walifika hapa. Waitu bizire
Lakini walipokuja watangira niliwapokea, nyabekazi hamjangu bwana, nikawaikalisha nyumbani pangu. Lakini beitu nyima zahe wile wakero, lakini kwa mida za jioni wakargaho walienda, wakargaho wasumuka wile mwilima bagenda. Jioni waliondoka wakaenda tubahaka nyabamanya hawa bagende nangu. Walipoondoka mimi sijui mahali walienda kwa sababu niliagana nao wakaenda. Yeye yakatamu mhanda. Akakuja akawatia barabarani. Mhanda ngugu gwenzeni. Akawatia barabarani. Kama waita simwe. Bwana asifiwe. Kama waita simwe. Bwana asifiwe. Nataka turorega mchana. Acha tuone maneno ya Mungu. Turorehe kitabu cha Yoshua ibiro tukaro kubanja. Tuangalie kitabu cha Joshua 2 shairi la kwanza. Mtu nyakuneho akusomea kitabu cha Joshua. Mwenye amepata atusomee kitabu cha Joshua. Joshua 2 mstari wa kwanza. Joshua 2 agakeze hakaro wa 8. Atarudishia shairi la 8. Joshua 2 mstari wa kwanza nitasoma kwa jina la Yesu. Joshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Sitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na nchi hii ya Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu. Wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu, akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatwaa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani. Amen. Na Kirundi, kama mwenyewe kuna Kirundi atusomee vile tusikie. Waraba roho mtu ni ulimu wa Kirundi na wali samsoma. Basoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niko amajambo ravuga ngo Rahabu ahisha abatasi. Bakiri Ishitimu, Yoshua mwene Nuni atuma abantu babiri mu mpisho ngo baje gutata. Arababarira ati, nimugende mwitegereze ico gihugu, cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda barashika mu nzu ya maraya yitwa Rahabu, bahaka indaro, baja kubarira umwami w'i Yeriko, baterega kuri uyu mugoroba haje abantu bo mu Bisirayeli baje gutata igihugu. Gatatu, uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, zana abo bantu baje iwawe, kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko uwo mugore ajana abo bantu bombi, arabahisha, araheza abarira izo ntumwa ati, ni koko baje abantu iwanje, ariko sinamenye iyo bavuye. Nuko hageze ku hageze mugarira buhwibiriye,
abo bantu baciye bagenda ariko sinzi aho baroye. Enda nimubakurikire murabafata. Amen. Mukama wetu asimwe. Amen. Mukama wetu asimwe. Nimanya ya bakwenda bahanga basomere nimanya muvurire. Ninaamini wasomaji wamesoma na mmesikia. Basomere vile ulimbona. Wamesoma katika lugha mbili zote. Swahili na Hura, Rurundi na Hura. Mwanasikia Swahili amesikia na mwenyewe anasikia Kirundi. Biblia yatuambia. Biblia inatuambia yakamba ukashi huku yali msiheni. Inasema mwanamke huyu alikuwa msherati au Ibarele yali Rahabu. Jina lake alikuwa anaitwa Rahabu. Abantu bamugayeka mukutweka. Watu walikuwa wanamdharau katika kijiji. Bamwendaga na kati. Hawakuwa wanampenda hata kidogo. Betuhanga akamanya aba abantu bazire. Wakati watu hao wawili walikuja, wa Joshua yatumile kwiza. Wale wenye Joshua alikuwa ametuma. Ukaenda munsi ya Ethiopia ya Kanana ngaenda kutata nchi. Ili waende kupeleleza nchi hiyo. Nchi giruhanga kama zile kukomera bana wa Israeli. Hiyo nchi Mungu alikuwa ameiandalia wana wa Israeli. Wao wanyakuluma au Israeli wanyakuluma bonde hanga kama zuku manya kabana wa Israeli beja kwa benshi. Na hao wenye walikuwa wanaishi katika eneo hilo la Jericho walikuwa wanajua kama Waisraeli wanajiandaa ili waje wakachukua nchi hiyo iwe ya kwao. Kuba au mkazi kutiaserekera hapa bantu. Ingekuwa mwanamke huyu hakuficha hao watu. Hapa bantu abana Israeli wabili hapa kama beita. Wale Waisraeli wawili ama wale wapelelezi wawili kama akatuma bantu wa Mungu. Na huyo mfalme alituma watu mashujaa. Bakagenda bamera bagamba tulisha bantu hapo. Akasema tunataka utoe watu hao. Kana tubagakire heyu. Na hawakurutilia karibu. Wakatao na Mungu. Waliingia hata nyumbani. Tumshambulie njia yone. Ili washambulie wachunguze katika nyumba hiyo. Hiyo bantu bakaita bado na nyinyi waino ruhanga. Lakini watu hao kweli walikuwa na Mungu. Bituhanga kabasereka. Mungu aliwaficha. Akaba hamnabo. Alikuwa pamoja nao. Kwa Yesu akarabira ruhanga ni amtumire genda tatenshi. Kwa sababu Joshua alikuwa ameambiwa na Mungu atume watu waende wakapeleleze hiyo. Kwa bana wa Israeli barakere kulina bakaita bayambuka. Wakati wana wa Israeli walipovuka wakasanga mizi kijwire. Walikuta mto umejaa. Bagambra hata tuomeka mlingoki. Wakajiuliza na kulia tutavuka namna gani? Aho ranga kayashama mizi gaburugudo. Hapo Mungu akapasua maji na pakapatikana njia wao watu wakataha mchweke cheriko. Na hao watu wakaingia katika mji wa Jericho. Kwa kichali na agano ya Mungu. Kwa sababu ilikuwa agano ya Mungu. Na hanga ya tumuro kumkazi huko yale sereka babantu. Na Mungu alikuwa anajua kama huyo mama ataficha hao watu. Ole kuloro mtu watatu kumgaya. Usiangalie mtu uanze na kumdharau. Kuloro mtamizi, unaangalia mlevi, wala msihani, wala mzinifu, wala mtu hata tanyo uliobone. Mtu yoyote mwenye unaona hana jinsi anajifanya ukamgaya, unamdharau. Yesu akagamba. Yesu alisema akaisra basisi. Alikuja kwa ajili ya watenda mabaya. Hakukuja kuangalia wazuri, hapana. Unaona omkazi ya msihani. Ukiona mama huyu alikuwa mzinifu, ya akore bibi, alifanya mabaya, betu abantu beite bagamba leka bamtera na mabale. Watu wakaja wakasema acha tumpige mawe. Ekiteka kichori chikakoka bamtera na mabale. Hao watu wote wakaja ili wamuue kwa mawe. Betu Yesu yaizere. Lakini wakati Yesu alipofika hapo, wakamwambia huyo mtu. Betu Yesu yainama hasi. Yesu akainama chini. Yatara kuandika. Akaandika. Yakamba mtu atakakoraga kisiso. Akawaambia mtu mwenye anajua hajafanya dhambi akomi gala mtero mkazi, achukue jiwe na mtupie huyo mwanamke. Betu bone Yesu yainamra hasi kuja kubura kasanga bone bagendire kimu. Yesu aliinama chini, alipoinuka akakuta wote wamekwisha kufa. Betu hukona anaja vile mwela akamanya akatina kakora. Kwa sababu wote walijua kosa kama na hilo aliwahi kulifanya. Leo kwa mgenzi wako ngire kizubu. Usione mwenzako amepata shida unamdharau. Haloko kama Yesu na mweta. Kuna siku Yesu atamuita. Wala hana na mweta. Wala Mungu atamuita. Na gara maana kiliwe nyakusangwemu. Na anapewa nguvu kuliko wewe unayekuwa tuwatia. Hadi ele mimi mtukire.
Mabaya yanazidiana. Lakini vyao kwa useo userekero munda ya. Lakini yako unaona tu mabaya, wengine yako unaficha. Kwa userekero mtuma kwao. Unayaficha moyoni mwako. Hadi kuwa mkazi ukutia beko kwa mtu ndizo opinahera hanga ngama ngwedeka nyo tisokora kitu ke. Sasa ingelikuwa kama huyo mama alikuwa na amejiwazia na kusema mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa kaya kwa mtu ndizo na gamba na kada ranga bantu wao. Kama angelikuwa mwingine nasema anakataa watu hao. Na maana Israeli katosoka bakataa hesi tuweke kina. Na Waisraeli hawangeingia katika nchi. Beta kasereke sita. Lakini mama huyo alificha siri. Na wana Israeli bakaita bakataa tuweke. Na wana wa Israeli wakaja na wakachukua. Beta bahambe tuweke. Wakakichukua. Hawa namna ya Noa yoko mkaza Rahabu. Kwa kupitia mama huyo Rahabu. Na wewe ni kwanza hanu Mkristo hanu nyakuli hani. Na wewe nakwambia wewe Mkristo uliye mahali hapo. Sereke sita. Ficha siri. Wewe mkwenda hanga. Huyu mtumishi wa Mungu. Wewe mkwenda hanga. Uwe mtumishi wa Mungu. Uwe pastere. Uwe pastere. Uwe mwalimu. Uwe mwalimu. Uwe diakone. Uwe diakone. Sereke sita. Kuwa mweka siri. Amen. Uwe Mkristo wewe. Uwe Mkristo yeyote. Usereke sita. Jifunze kuficha siri. Kuba kama kwenda bahanga banya kupungura makanisa. Kama watumishi wa Mungu wanaotembea makanisani. Mkwenda wetu mkuru wa nyakupunga nyagani ma state gani? Hapa tuna mkuu wetu pastor anatembea kana mu state zingine makanisani. Na yendo kuna sanga na ngana batahave. Akienda kule anakutana na wenzake. Kama yuko tunaweza kubaho. Kunaweza kuwa vurugu fulani. Atasemeli kuita karangi kitu wewe wema ngwe. Twali mustarano bantu ba pastor bana nanga tukahulira ngana. Haistahili akuje na aseme tulipokuwa katika mkutano kuna pastor fulani na fulani waligombana. Hapana. Tangu sitahana hanga. Akiwa ni pastor wa namna hiyo manaki hana Mungu. Ruhanga na yame kitu keki. Mungu anakataa kitu kama hicho. Kitu hana wakwenda bahanga. Hapa watumishi wa Mungu. Kubadera halo kwenda wita yesere tulu murterano. Kama tunakuwa tuko katika mkutano mkubwa wetu wameitisha mkutano. Kwa murterano kwa chomkaga. Kwa wakati tunakusafiri tutakuwa na mkutano siku ya 6. Stand basement. Tunaingia kule ku basement. Tukaa. Tunakaa. Kore tubase ngambia kanisa biona. Tunasemaga masiri zote za kanisa. Beti tukisemelio mtu kumaka genda akaranga ebgambi tubalezeni. Hairuhusiwi na haiko vizuri mtu atoke kule mkutano aende kwanza na kutangaza siri zilizoongelewa kule mkutano. Sasa ya bantu bakwenda bahanga tukisemelio kuturushika Bakristo. Siri ya watumishi wa Mungu haistahili iende mpaka ivuke kwa Wakristo kama haiwahusu. Sese kanisa. Hiyo ni kubomoa kanisa. Pinga bana tama za hanga. Ile ni kufukuza kondoo za Mungu. Kwa sta ya hanga every zita. Kwa sababu siri ya Mungu inabaki siri ya Mungu. Tukisemelio mtu waena gmanye. Hairuhusiwi kila mtu yote aijue. Kisweka leo kune oblemo kisweka chetu cha Kongo. Sawa vile Kongo kwetu kuna vita. Halumu bwana ya M23. Kuna mapigano ya M23 na government ya President Tshisekedi. Na serikali ya Rais Tshisekedi. Beto abantu abo hagati yabo. Katikati ya watu ama kundi hizi mbili. Basemelio kusereke sita yabo. Hiyo kila kundi inastahili iweke siri yao. Basemelio bana ababirna isatu. Haifurahisha ama haistahili hao watu wa M23 again basukali ba government aende kwa wanajeshi wa serikali ya Tshisekedi. Akabapeleleza akabagambia vitu vyote vapangele na kundi. Awaambie mipango yao yote. Rudi bali ba government ama hao wa jeshi ya Tshisekedi habatwasemelio kuita kuko na abantu abana isatu kuita kabagambele gambo byabo. Hawaruhusiwi na hawastahili kuja na siri zao waambie hawa maadui wa M23 patunda. Hapo anakuwa ameuzisha nchi. Kwa mazuri patunda bantu abone baba mara. Umeisha kuuzisha nchi na kwa hiyo watu hao wote watakufa. Haya matekere mipango yao walioipanga. Yone hii waenda kugambana banyanchukwa. Wewe unaenda kuiambia maadui. Hati hao wanaanza kubamara. Hapo unataka kuwauisha. Tolu muntu omo kukora na bantu sita. Haustahili kuwa katikati ya watu kwa sababu wewe hauwezi. Sita ya kitu chone kama ni sita no sana kimera kama kurungi. Wakati kitu kimeitwa siri kikisha julikana haiko vizuri. Ndio sita neka yao no kimereza noma mseiti.
Na kama unakuwa wa kuweka siri, nyumba yako unaweza ukaisimamisha wewe kama mwanaume. Lakini ukiwa uko mwanaume mwenye haweki siri, nyumba yako utaibomoa. Na wewe mwanamke ni hivyo hivyo. Na mwanaume hivyo hivyo. Na kanisa ni hivyo. Na kanisa vile inastahili iwe na siri yao binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu anapaswa aweke siri. Mtumishi wa Mungu na Mungu vile na mfalme vile President Kongo, rais wa Kongo, Rundi na dokta na mganga. Bantu wasatu hapo. Mtumishi wa Mungu, mganga na rais wao watu watatu. Bantu wasatu kusemelile masereka sita. Inastahili wao watu wa kuficha siri. Amen. Kayo mkonda ruhanga. Kama mtumishi wa Mungu, mtu yargai aine siso. Mtu anakuja na amefanya dhambi. Yeye akweta harbatu. Anakuja na kuita wale mwende pembeni. Yagenda kusubiri tukambodi. Anaenda na kuambia maneno yake. Bibi bya kozere. Mabaya yote aliyoyafanya. Betio mkonda ruhanga. Wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe uendera kahani. Unakuja unaisimama madhabahuni. Mtu naanga unaanza sema mtu fulani akaiza akanyeta aliniitaka akasubiri bigambo bena beni akaniambia maneno haya na haya. Toro kwenda urhanga nao. Hauko mtumishi wa Mungu wa kama wewe tasimu. Bwana Yesu asifiwe. Obe dokta. Uwe mganga. Dokta ane bigambo vingi. Mganga ana maneno mengi. Abe mseja. Awe mwanaume nagenda kusemezo mkazi. Anaenda kutunza mwanamke. Wala nazazo mkazi. Ama anaenda kumsaidia kujifungua. Basi dokta Kogu. La kama dokta kama huyo nyuma yatanda kusubira kwa mtu amezere nyuma pale anaanza kueleza mambo yote aliyoyaona. Wala dokta mkazi. Wala ni dokta mwanamke. Mseja ya rwara. Mwanaume anagonjwa. Yagaenda kumwini kumsemeza. Anaenda kumsaidia. Nyuma yatanda kusubiri na maana kumsaidia amezere. Nyuma anaanza kueleza jinsi huyo mwanaume iko. Hospital doctor nangu. Ule hastahili kuwa dokta. Dokta sifuri. Ule ni dokta fake. Kama wewe tasimwe. Bwana Yesu asifiwe. Abe mkwenda abe president Kongo. Akuwe hata ni rais kama na huyu. Mtu wekicheka keka bamhele yanga igembele yanga. Walimpatia eneo ili aliongoze. Tukisema lili igembele mtu mrungi nangwa na mtamizi na muigembela. Haistahili achague aseme nitasimamia hawa ndio wazuri, hata walevi, hata wazinifu, wote ataongoza. Mraro na muigembela. Na hata kama ni mtoto anamuongoza. Na mtu abuira na soko kuikara nawe. Na mtu mwenyewe iko na vichawi na anapata kuongoza. Aba ntube. Wote ni watu wake. Na hapa abe mtu mwigembe na igembera hanga tasorora nangu. Mtu anayeongoza nchi hafanye ubaguzi. Kama wewe tasini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuende mtabu eka tumalile mtabu Mezali 4:20. Tumalizie katika kitabu cha Mezali 4:20. Wanyakibwena atusomele Mezali 4:20. Mwenyewe ameona atusomee kama 25. Mezali 4 shairi la 20 hadi 25. Mithali 4:20-25 tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako, uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Linda moyo wako kuliko yote uyalindaye, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. 25. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Amen. Turasema mu izina rya Yesu Kristo. Mwana wanje, shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, ntibikave imbere y'amaso yawe,
bizigamire imbere mu mutima wawe, kuko bibera ubugingo ababironka no kunonoka mu mibiri yabo yose. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Wikure akanwa kagoreka n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. 25. Amaso yawe atumbere imbere n'ibigohe byawe byerekeze imbere yawe. Amen. Amen. Kama wetasimwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wetasimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mezali ya turambura. Mezali kitabu kinatuambia yagamba lindo moyo gwawe. Inatuambia linda moyo wako. Lindo moyo gwawe nuko kwa mani. Linda moyo wako ni maana sana. No baze sita habako moyo gwako tuterekelie haruhanga. Unabomoleka siri za watu kwa sababu moyo wako hautegemezi kwa Mungu. Kugambira kora kintu. Kwa sababu ni moyo wako ndio nakwambia fanya hiki. Kuwa naona correct hizo, ukienda kufanya kosa, moyo gwawe tana kuana. Stane tana kuana sasa. Hapo kunakuwa vita kati ya moyo wako, shetani anaanza kukutanisha. Ruhanga na shetani batana kuana hapo. Mungu na shetani wanaanza kupigana ndani ya moyo. Wewe unaenda kuiba. Kama unaenda hivyo, wala unaenda correct sisi chona. Hapo unaenda kufanya dhambi yoyote hiyo. Moyo wako unakusirika ndio kore kitu kitu. Moyo wako ndio unakusukuma enda. Kuno sango onyine ruhanga wa mazima. Lakini wakati una Mungu wa kweli ndani yako. Sango onyine Yesu akulinzire. Una Yesu anayekulinda. Onyine kutengeta na kati. Hauwezi kutetemeshwa hata kidogo. Kwa kuwa Yesu alihamneiwe. Kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe. Kore kivi, wakati unaenda kufanya dhambi, moyo Yesu nakutanga. Yesu atakukataa. Onyine moyo gugumere. Kwa sababu moyo wako uko mgumu. Lakini hawakuba onyine Yesu. Lakini ni kwa sababu una Yesu. Lakini kama hauna Yesu, no base bravo bisuba. Unaanza sasa kukua msema uongo. Kwa kuwa mtu takulinda sita. Kwa sababu hulindi siri. Vitu vyote na kwa kubaza bisuba vyote. Vyote venye utasema inakuwa tu vya bongo. Vya kweli na vya bongo vyote unachanga. Kwa kubantu barakamanya. Na wakati watu watajua, omuntu kwa kutwamaha mazima nangu. Wakati watu watakujua kama wewe ni mtu aweke siri, hakuna mwanaweza kuaminiana kukwambia ukweli wako. No so kubaze bwambia mazima bantu mbabagaya. Unaweza tu ukasema maneno ya kweli kwa kuwa wanakujua wewe ni muongo, hawatakubali. Kwa kuwa ngamu ya binti bya byo bikara hakalumi. Kwa sababu maneno yako yote yanakuwa kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ulimi wako ni mwepesi mno. Kwa kuwa hawakubazi kigamba. Kwa kusema maneno. Tonyine Yesu. Hauna Yesu ndani mwako. Betko nyine Yesu. Lakini kama ungekuwa na Yesu ndani mwako, usokora kintu keke. hauwezi kufanya jambo kama hili. Kwa kuwa Yesu anyine koleka binti byona. Kwa sababu Yesu anapaswa kukonesha mambo yote. Koleka birungi byonka. Yesu hawezi kukonesha mazuri. Yesu anakoleka binti semire. Yesu anakuonesha mambo mazuri. Bibi. Hawezi kukonesha mabaya. Kama wetasimu. Bwana Yesu asifiwe. Nimbabaza abantu babanga kenyi dero badero. Ninawasihi watu wa Mungu siku ya leo, kwa zingitia moyo gwawe guta Yesu aguleme. Amen. Jitahidi umpatie Yesu moyo wako aumbe upya. Yesu nwa kuigembere. Yesu akuongoze. Yesu nwa kuvuke. Yesu akuongoze. Yesu akatuambia wewe ni mhanga. Yesu alituambia ni yeye njia ya kweli. Kuja kwenda kuko mwiguru. Kufika mbinguni, urabira hali Yesu. Ni lazima upitie kwa Yesu. Kama mwiguru. Na hapo ndipo tembea katika ufalme wa Yesu. Kwa kuwa sasa hauna Yesu, dokora msa. Unachokea bure. Entebe yanyu ikare. Kiti hicho unachokikalia, skati ya binti ya bioni nosisa kuonka. Pantalo zenyu unavaa vitenge vyako huko na viharibishia tu bure. Lakini huko ine Yesu. Kwa sababu hauna Yesu. Wao unaserekeleza bandi. Saa zingine wewe uko msindikizi wa wengine. Abandi baragamu bikusireke gamu jaranga ino gamu kuonke. Wengine wanakuja wanajazwa na maneno ya Mungu, lakini wewe umekuja wazi na rudi hivyo hivyo. Unakuja na una magonjwa. Kusikia maneno ya Mungu. Mungu anamponya. Anakuja anapiga magoti hapa. Watumishi wa Mungu anamuombea. Magoti yake yanapona lote. Kwa sababu ametoka nyumbani kwa na Yesu ndani mwake. Lakini wewe kama unakuja kwa kusema tu acha niende tu basi waze kwa nini sikuje? Banione tu kama niko Mkristo wa Light Mission. Na nimefanya
nimevaa nguo vizuri, nimependeza. Nzuri vitu vyangu vione visemire. Nimevaa vyote vinapendeza. Na wataniona niko mtu. Ninanyo ndio mtu Mkristo wao. Na mimi niko Mkristo wa kanisa hilo. Betu kwa toine Yesu. Lakini kama hauna Yesu ndani yako. Yesu atauzare sana vite Yesu na Abraham na hiyo. Hata ufae mambo ya namna gani, Yesu haiko ndani yako. Yesu tamanyere ngoi zaonga. Yesu haunake manguo. Yesu tamanyere kubaza kwao. Yesu haunake maongezi yako. Kwa nini kisemo cha kubaza? Hata kama ulipewa gharama ya kuongea. Hata ulipewa gharama ya kuhubiri. Kisemo cha mlingoti. Una gharama ya aina yoyote ile. Yesu na roho moyo wao. Yesu anahitaji moyo wako. Kristo kubali akuigembere akuongoze. Aho nubo noba mkwenda warhanga. Hapo ndipo utakuwa mtumishi wa Mungu. Katulina mwalimu wetu Diedone. Tuna mwalimu wetu Diedone. Nduja kabaga watoto tuli bana barhanga. Alikuwa anazoea kuita watoto, tuko watoto wa Mungu. Tuli bana barhanga. Na ni kweli kwa tuko watoto wa Mungu. Ni kweli tuko watoto wa Mungu. Mtu atalikuwa warhanga. Hakuna mwenye yuko mtoto wa Mungu. Hanga na gonzo obhamu mwanawe. Kila Mungu alipenda mtoto wake, lakini obo mwanawe omheshimu. Na akapenda huyo mtoto wake umheshimu. Umpatie heshima zake. Uogope mabaya. Ushike sheria hizo alizozisema. Nobo mwana wa Mungu. Hapo ndipo utaitwa mwana wa Mungu. Kama waita simu. Bwana Yesu asifiwe. Acha tumalizie hapa katika kitabu cha Mathayo 7. Mathayo 7:24. Mathayo 7:24. Mathayo 7:24 tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Mungu atuhurumie. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Wumva amajambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ariko wumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu, irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Amen. Amen. Kama wita simwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia tuambara wede wenyakombekere enzu hasenye yetanyina msimamo ekte kuimera. Biblia inatuambia kuhadisi ya mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga na nyumba hiyo haikusimama. Yembeka enza hamandara nu Yesu. Jenga nyumba yako kwenye mwamba na mwamba huyo ni Yesu. Kwa kuwa Yesu alina msingi. Kwa sababu Yesu ndiye msingi. Kwa kuwa Yesu atanyine kutengeta. Kwa sababu Yesu ndiye anayetawala. Kuba na yembaka enzi ya msenyi olu mdoma. Luka Biblia netuambara. Biblia inaita huyo aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga ni mpumbavu. Kiro cha leo mtaho wange. Siku ya leo rafiki yangu, rakira Yesu, rudi kwa Yesu. Abe mkunyezi wawe. Awe mkombozi wako. Akuyambe vyona. Akusaidie vyote. Vyona vekuitanga Yesu na kuaha. Vyote unavyovihitaji Yesu atakupa. Eke ngambu charanga tetu tukaleza kama mbeo ongeza. Hacha neno hili fupi lenye Mungu ametuambia siku ya leo. Mungu awabariki. Amen.